Good afternoon, guys. Hope you guys are having a good day. While I'm out here, relaxing, enjoying, taking life to the next level. Siutishi umaskini bali, umaskini unatishika ukiona views, ukiona hali kama hii kwa sababu I'm the only don. So yesterday, kati naangalia CNN, nikaona there was a news. Inasema kwamba Elon Musk amesuppress utajiri wa $1.1 trillion. Anakadiriwa kuwa na utajiri wa aina hiyo. Na wakaenda mbali sana kwenye ile news, wakasema kwamba kama Elon Musk akiamua kutoa hela yake hiyo, ina maana ni budget ya nchi 3, Tanzania, Kenya na Uganda. Na wakaenda mbali zaidi, wakasema kwamba Elon Musk ana uwezo wa kulisha hizi nchi 3 kwa miaka 10 mpaka 14. Sasa nataka niwaambie kitu kimoja. When you are thinking about that, embu mtoe Don Meku katika mambo ya kulishwa, kwa sababu Elon Musk hawezi kunilisha mimi. Atalisha watu wote milioni 180, 200, lakini exclude Don Meku. While I'm out here, I was actually on a call with Fin Tanzania, one of the best kampuni ambayo inatoa mikopo kwa wafanya biashara. As mimi kama Meku nimetafuta Fin Tanzania, na mikopo yao ni riba nafuu, na wanatoa kuanzia milioni 1 mpaka milioni 100. Muda kulipa mkopo ni kuanzia miezi 6 mpaka miaka 2. Kidogo kidogo unalipa, unakaa rada. Unataka kuwa nacho wewe ni kadi ya gari yako. Kama una gari, unapelekea kadi ya gari, unathaminisha gari yako, wanakupa hela ndani ya masaa 48. So while I'm out here having the best sun, the best views out here, out middle of nowhere, where it is very clean, very safe, very quiet. So while Elon Musk anajitamba huko nje, he has to think kwamba kuna matajiri wengine tupo tu kimya. You know what I'm saying? So ukitaka kuwa tajiri na ukitaka kuwa na ubavu wa kuongea maneno kama haya, kama mimi Meku, Fin Tanzania is the way to go. Biashara yako inakwama, Fin Tanzania is the way to go. Check Fin Tanzania. Nimeweka namba hapo chini. Just call them. Make sure that you enjoy this life.